imeandikwa na waziri, imesainiwa na PS. Viongozi, chief, assistant chiefs wote wameona kopi ya barua, including education office ya huku kwetu na kila kona ya Kenya. Kwa nini minister anaandika barua ambaye haiheshimiwi na walimu? Tunastahili kujibiwa. Kama minister hujapeana pesa na unaandika barua ya kutufurahisha, tafadhali usiandike. Na kama unaandika barua, lazima iheshimiwe. Iko mtu anatuchezea hapa. Hapa tunachezewa karata. Inawezekanaje waziri anasema msilipishe na tunalipishwa? Unaniambia kwani mwalimu wako na nguvu kuliko waziri? Si ingekuwa waziri aliamua kweli wasilipe na tusilipishwe, si tungeona mwalimu amefutwa ama amechukuliwa hatua? Sasa barua inaandikwa, inatumwa mtandao, tunapewa hata kwa maofisi, alafu chini ya maji wanaambiwa finya hao wazazi kabisa. Kwa sababu hivyo ndio mimi naamini. Kwa sababu kwa nini mwalimu anatoa nguvu wapi ya kuitisha pesa? Ya pili, tumeambiwa na waziri kwa barua tena, watoto wale wanaingia junior secondary waendelee kwa ile shule walikuwa wanasoma. Wakitoka grade 6 waende 7 kwa shule yao. Hiyo barua iko. Nasema chief hapo hapa, assistant chief na shule amesoma hiyo barua. Viongozi wote wa serikali wamesoma hiyo barua. Walimu wetu wa primary wamesoma hiyo barua. Lakini ikifikia January, mnasikia watoto wanaambiwa watoto wa hii shule waende kwa ile shule nyingine. Na barua inasema wasome kwa shule yao. Sasa najiuliza nani anadanganya mwingine? Asante. Sasa tumeongea na viongozi wa masomo na tumepata kweli na changamoto sana junior secondary, kwa sababu waziri mwenyewe wameandika barua, wamesema watoto wote watasomea mahali walisomea grade 6. Lakini sasa tumegundua kwamba despite the fact that there are instructions for the children to remain in the schools where they finished their grade 6, there are no teachers in some of these schools. So the Ministry of Education is disconnected between themselves and the TSC, which is under their ministry, because the officials, the education officials are saying watoto waende wasome kwa shule zao, and the Teacher Service Commission haijatuma walimu. Sasa there is a problem because hata watoto wakibaki kwa shule zao for grade 7, as long as there are no teachers, there is no learning that is going to take place. So we need to have this sorted out. We are asking the ministry, please, can you put your house in order? Can you please figure out how to sort out this mess? Because also we understand that the directive is that the children remain in their schools. But the materials for tuition, for academic materials that are being sent to schools, they're being sent to the few schools that were identified last year for junior secondary. How then are we going to have children in schools where there are no teachers and there are no materials? So I think this is something that needs to be sorted out. And we need the ministry to move expeditiously. The president said that he has given over 60 billion. Let us see that money being used for the benefit of our children. You are making a mistake when you have children leave schools to go to other schools which you do not have extra classes. And some of these schools that are going to reach grade 6 are going to die out because parents also are crying. Everywhere they go, every school where a parent has a child, they have to pay for the parent's PTA fee. And that means that if you have 3 children in one school, you pay once. If you have 3 children in 3 schools, you pay 3 times. So this business is causing parents to move all their children from schools that do not have the junior secondary to the schools with junior secondary, which means out of the 32,000 primary schools, over almost 15,000 schools will lose students. And that means that we're going to have overcrowding and the quality of education will drop completely. So I'm asking the CS, I'm asking the PS, and I'm asking the officials of the ministry, please quickly call a meeting and discuss this matter. This is not a joke. By the time we come to Parliament, I'll make sure that we summon you to come and answer us, because we cannot take the lives of our children for granted. We cannot mess up the education of our children. There is nothing we can give our children better than education. And these games with education have to stop. You must take education seriously. President, you must find people that can be effectively able to manage the